Yes, asifiwe Yesu Mwokozi. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku nzuri tena ambayo tunaenda kujifunza tena maandiko matakatifu. Na leo tujifunze kwa habari ya kanuni moja ya Mungu inayoitwa kutii. Najua Biblia ni kitabu chenye utajiri mwingi, utajiri mkubwa wa ujumbe na maarifa ambayo yanamfaa mwanadamu katika nyanja zote za maisha. Utii, kanuni ya Mungu ya kutii. Na kanuni hii ni kanuni moja ya muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Mwanadamu popote pale alipo, asipoielewa vizuri hii kanuni ya utii, maisha yake lazima yanakuwa hatarini. Jeshini huwa kuna kanuni hii ya kutii amri. Spili anaposema, yani au senior anaposema, wa chini huwa ni kutii. Sasa Mungu amnasema nasi kwa neno lake au kwa njia nyingine yote ambayo naijua. Sisi wanadamu tunachotakiwa kufanya ni kutii. Katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 19, Kutoka sura 19 na mstari ule wa 5, Biblia inasema namna hii: akawaambia watu, mwe tayari siku ya 3, msimkaribie na mke. Mstari wa 5 anasema, sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli. Pale nilikuwa nasoma mstari wa 15. Mstari wa 5 unasema, sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Kuna vitu kadhaa hapa tunavyoona Mungu anaagiza kwamba ikiwa watu wake wataitii sauti yake kweli kweli na kuyatii maagizo yake, anasema ndipo watakuwa watu kweli kweli na watakuwa tunu. Unajua tunu wewe? Kumbe ukitaka ufanyike tunu kwa Mungu, ni lazima, ni sharti utii. Sasa anatufundisha mambo kadhaa ambayo tunatakiwa kuyatafakari pamoja. Jambo la kwanza, mtu kutii lazima anatii kile alichokisikia. Hata ikiwa ni amri ya jeshini, wanajeshi anatii kwa amri aliyoamrishwa. Natambua sauti ya nani aliyesema na unatii nini. Kwa nini umtii Mungu? Yeye anatuwazia mema siku zote. Unapaswa kumtii kwa sababu yeye anakuwazia mema siku zote, na ana mipango na ahadi kwa ajili yetu. Yeremia, kitabu cha Yeremia sura 29 mstari wa 11, anasema mawazo ni wawaziayo ni mema, ya kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Lakini pia anatufanya kujua anatusaidia pia. Anatusaidia. Mungu kama anakuambia jambo, hakuambii jambo ambalo liko nje ya uwezo wako. Yeye mwenyewe anakusaidia. Lakini pia kitu cha Mungu anakitambua kupitia moyo wako. Mungu anatambua kitu kupitia ndani ya moyo wako. Unapokitii, anakitambua. Anapokiweka ndani yako, maana yake kinaanza kufukuta. Unachotakiwa kufanya ni kutii. Ndio maana kuna watu wengine unaweza ni upo ndani ya unimwamini, lakini una mashaka, unawaza hivi Mungu amekuita kwenye utumishi, na hivi nikiacha kazi nitaishije?
hivi nikifanya 1 2 no, yeye anajua anapokiuka kitu ndani yako yupo pia kwa ajili ya kukusaidia. Lakini pia jinsi gani tunaweza kutii? Tunaweza kutii kwa kufanya yafuatayo. 1, kufanya kama neno la Mungu linavyoagiza. Yarufanya chochote tunachokifanya hakikisha unafanya kulingana na neno la Mungu. Hiyo ni njia mojawapo ya kutii. Lakini njia nyingine ya pili ni kushughulikia wito wako, wito ulioitiwa. Usilazimishe ufanye kitu ambacho si Mungu hajakupa. Yaani hata moyoni akipo unalazimisha kwa sababu naona wengine wanafanya. Ukifanya kile ambacho ndani ya moyo wako asili kikifanya ni amani, hapo unaanza kutii wito wa Mungu, unaanza kutii sauti ya Mungu, umeanza kutii maelekezo. Najua hata hasa kwenye huduma unakuta mtu anataka awe mwinjilisti wakati yeye sio mwinjilisti. Mungu kamfanya kuwa mwalimu, ni mfundishaji mzuri wa neno la Mungu. Anataka lazimishe naye mwinjilisti, anajikakamono, haujatii. Mwingine Mungu amekupa yani ni kalama, yani mtu wa biashara iko vizuri, usitaki ufanye na mtu mwingine. Namba 3, shughulikia agizo lilopewa la kibinafsi. Agizo la kibinafsi. Mungu huwa anatoa maagizo kibinafsi. Ndio maana ukitaka kuelewa, fuatilia mitume na manabii. Kila mmoja alimtumikia Mungu, alifanya kwa namna yake ya kipekee. Hawakufanana. Kila mtu alikuwa na namna yake alivyotumika. Kila mtu ni agizo la kibinafsi. Wote ni kumtumikia Mungu lakini kwa njia ya tofauti. Namba 4, tii wajumbe wa Mungu. Lakini unapotii wajumbe wa Mungu wanaokuja na jambo la kimungu, chunguza ule ujumbe uliokuja nao. Ukitii wajumbe wa Mungu, umemtii Mungu. Wale Mungu anaowatuma kusema nawe, wasikilize huku kichunguza yale wanayokuambia. Ni njia nyingine ya kutii kile Mungu anasema naye kupitia watu. Lakini kwa sababu ametumia watu, hauzuiliwi wewe kuwafanyia nini? Kufanyia upembuzi wa kile wanachokileta, wa ule ujumbe wanaokuletea. Iwe ni kwa njia ya mazungumzo, kwa njia ya message, kwa njia ya nini, namna yote, kwa mahubiri, kitii. Lakini ukikichunguza pia. Lakini ya mwisho, namba 5 ya mwisho ni kutii kiongozi na kupima agizo lake kupitia neno la Mungu. Kiongozi wako wa mahali popote kazini, kiongozi wako kwenye kazi, ofisi, au kiongozi wako wa kidini, anapokutuma kufanya jukumu lolote, akidai kwamba tunafanya hivi kwa ajili ya Mungu, no, usiwe na haraka kufanya. Ukiwa na haraka utatuma hata kuua mtu, utaenda kuua ukijua unatii. No, eti imeandikwa tii kila mamlaka. Hapana. Tunatii huku tukipima kwenye maandiko, je, hili inaendana na maandiko? Ubarikiwe sana. Haya yanaweza kukusaidia.